Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nikukaribishe tena katika kipindi chetu cha Ijue BAKWATA, kipindi ambacho tumekuandalia kila wakati na kila saa na kila siku na kila mwezi kuhakikisha tunakuletea habari zinazohusiana na BAKWATA, na kipindi ambacho kina anwani ijulikanayo kama Ijue BAKWATA. Ijue BAKWATA itakuwa imegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo sasa ndo tunaelekea kuimalizia, tunaelezea habari ya katiba inavyokuwa katika ndani ya BAKWATA, na katiba ina majukumu gani, na kwa nini katiba ilianzishwa, na watu wa aina yake na viongozi waliopo. Lakini hatua ya pili tutakuja tunasema kwa nini BAKWATA ilianzishwa. Kulikuwa na sababu gani ya kuanzishwa BAKWATA wakati kulikuwepo na vyombo vingine ambavyo vilikuwa vinawasimamia Waislamu. Na hatua ya tatu itakuwa kabla ya BAKWATA kulikuwa na taasisi zozote au vyombo vyovyote vya Kiislamu vilivyokuwa vinasimamia hapa Tanzania au ndani ya Tanganyika au ndani ya Zanzibar. Hayo yote utakuja kuyapata na kwa umakini na kwa uhakika kupitia Ijue BAKWATA, kipindi maalum kwa ajili ya kukuelezea masuala mazima yanayohusiana na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Mtakumbuka tulieleza ndani ya vipindi vilivyopita, ambavyo sasa leo ni kipindi chetu cha 7. Baada ya kipindi cha kwanza mpaka cha 6, na sasa ni kipindi cha 7. Kipindi cha 7 kinaelezea kazi za viongozi na wajumbe. Kwa leo tutakueleza kazi za viongozi na wajumbe. Mtakumbuka hatua zote tulizopita, tulieleza katiba ni nini, tulieleza kwa nini madhumuni ya BAKWATA, tukaeleza kazi za BAKWATA, tukaeleza vikao vya BAKWATA vyote kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya pamoja na mkoa na pamoja na taifa. Na tulimalizia kwa kuona vikao vya taifa. Vikao vya taifa tulieleza katika kipindi kilichopita kwamba ni mkutano mkuu, ni tume ya dini, ni baraza la ulama, ni halmashauri kuu, ni baraza la wadhamini pamoja na majlis tansiki. Vyote hivyo tulieleza. Sasa na tukaeleza kazi zao. Sasa leo hii tunakuja kueleza kazi za viongozi. Kipindi chetu cha leo kinaeleza kazi za viongozi na wajumbe. Kabla sijataja kazi za viongozi na wajumbe, nitoe ufafanuzi. Tunaposema kiongozi ni yule mwenye mamlaka ya kuendesha mambo. Kwa maana tunamkusudia hapa mwenyekiti, aina yoyote ya kuitwa mwenyekiti. Kwa maana tutakuwa na mwenyekiti ambaye ni shekhe, kwa maana ya shekhe wa kata, shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa na mufti wa Tanzania. Au wote ni wenye viti. Alafu tutakuwa na wenye viti wa halmashauri za kata, wilaya, mkoa pamoja na halmashauri kuu. Alafu tutakuja kwa makatibu. Makatibu kwa ngazi ya kata, wilaya, mkoa, alafu na katibu mkuu. Lakini baadaye tutaweza kupata viongozi wengine ambao wanapatikana katika ngazi ya taifa, ambao hawapatikani sehemu nyingine, ambao ni katibu wa baraza la ulama taifa, ambaye katibu wa mufti pamoja na wengine na katibu wa wadhamini, lakini na pia na mwenyekiti wa baraza la wadhamini. Vitu hivyo vyote tutavieleza muda ukitutosha, ina maana tutavieleza leo kadri tutakavyoweza. Sasa baada ya utangulizi huo, nitakukaribisha uwe nami kwa makini sana, na hasa wale ambao wamekuwa hawana muda wa kuisoma katiba, basi mtakuwa mnaisoma kupitia maelezo haya. Na endapo utaona kwamba hujaelewa, unaweza ukapitia namba zetu za simu ambazo ziko hapo, ukatuuliza nini kazi hii, hiki kifungu kiko wapi na kwa ajili ya nini. Tunafanya hivi kwa sababu gani? Tunafanya hivi kwa sababu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA au Baraza Kuu, ni chombo ni cha zamani sana na ni chombo kikongwe. Kuanzia mwaka 1968 mpaka leo kinafanya kazi. Lakini ni chombo ambacho kimeenea nchi nzima. Yaani katika ngazi ya kata zote za Tanzania bara. Hapo ninakueleza ni pamoja na wilaya zote za Tanzania bara kuna ofisi na mikoa yote. Sasa ni chombo ambacho huwezi kukiacha hivi watu bila kukijua. Yaani mtu anapita anaona BAKWATA. Sasa BAKWATA ni kitu gani? Ndio maana tunajitahidi
kuendelea kukieleza. Kwa hiyo nikusi, tafadhali tafuta Ijue BAKWATA namba 1, Ijue BAKWATA namba 2, Ijue BAKWATA namba 3, namba 4, namba 5 mpaka namba 6, ili ukifika hii ya 7 utakuwa umeelewa ni nini. Ziko ndani ya YouTube, ambao ukitafuta ndani ya watu wote na taratibu zote zinazosimamia BAKWATA na online mbalimbali, ikiwemo Al-Khair TV, lakini ikiwemo ofisi ya Mufti makao makuu Dodoma, utaipata humo. Ukiandika Mufti Dodoma tu utaipata YouTube na utazipata zote 6, na leo tunakuletea ya 7. Leo tunaanza na ngazi ya msikiti kwa haraka haraka. Mle ngazi ya msikiti kuna viongozi na wajumbe. Kwa hiyo muelewe, katika uongozi mzima wa BAKWATA wamegawanyika sehemu mbili. Na hii ni kwa nchi nzima, ni kwa vyama vyote, ni kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika ya umma. Lazima awepo mwenyekiti, katibu, lakini pia wawepo wajumbe. Kazi ya kwanza ya mjumbe kwa ngazi zote, hapa ninataja kazi za kila mmoja. Kazi ya kwanza ambayo mtu wa kwanza ambaye ni mjumbe kazi yake ni moja tu. Kazi yake inapatikana kwenye eneo la vikao. Basi, yaani ukisikia mjumbe yoyote au wewe ni mjumbe, mamlaka yako na kazi yako inaishia kwenye vikao. Hapo sasa ndipo unapoweza kupeleka mawazo yako, hapo ndipo unapoweza kuzungumza unachoweza, ndio unaweza kukosoa, ndio unaweza kujenga, ndio unaweza kutoa mawazo yako na maarifa yako ndani ya vikao. Tena vikao ambavyo ni halali na vimeitishwa kisheria, viwe ni vya dharura au viwe ni vya kalenda mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya mjumbe. Sasa mjumbe baada ya kufanya kikao, tunaamini wazi kwamba ndani ya kikao kama kuna mjumbe, maana yake kuna mwenyekiti, pia kuna katibu. Kwa hiyo mkishakubaliana kile kikao, maamuzi yakatolewa, sasa mjumbe inawezekana ikafuata kazi nyingine ya pili. Aidha kunahitaji kusimamia jambo au kunahitaji kuelekeza jambo, basi kikao kizima kitasema mjumbe fulani na mjumbe fulani watakwenda kusimamia kazi fulani. Mjumbe fulani watafuatana na katibu, mjumbe fulani atafuatana na mwenyekiti, mjumbe fulani tunamtuma sehemu fulani. Hapo ndipo atakapopata kazi zake. Lakini nje ya kikao, mjumbe hana kazi yoyote, wala hatakiwi kufanya kazi nje ya kikao. Huo ni utaratibu wa kisheria. Wote wajumbe wa bodi wanajua, katika mashirika wanajua, katika bunge, katika mabaraza ya madiwani. Yaani mtu yoyote ambaye ni mjumbe hana kazi zaidi ya kwenye kikao. Ukiona mjumbe anafanya kazi nje ya kikao, ama katumwa na kikao chenyewe, amekuwa assigned kwamba afanye kazi kwa niaba ya kikao, au maazimio na maagizo ayafanye yeye, au amefanya kwa kuwa ameambiwa akamsaidie mwenyekiti au katibu, au kazi maalum baadaye anarudi. Nje ya hapo, mjumbe asionekane anasumbua au anafanya kazi au anatoa maelekezo. Inawezekana wamekutana na watu, alafu akamuuliza, akajibu baadhi ya maswali, akafafanua, akaelekeza. Hapo mjumbe hana tatizo. Lakini swala la kwamba anaweza kuamua yeye peke yake, taratibu hazimruhusu. Kwa hiyo ni wajumbe wa ngazi zote, ni wajumbe katika ngazi ya msikiti, ni wajumbe katika ngazi ya wilaya, ni wajumbe katika ngazi ya mkoa, ni wajumbe katika ngazi ya taifa. Hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya kazi nje ya vikao, ila lazima afanye kazi ndani ya vikao. Baada ya kupata kazi za mjumbe, sasa tunahamia kwenye kazi za viongozi. Ngazi ya msikiti, viongozi wako watatu tu. Tunaye mwenyekiti ambaye sasa huku, lakini nitaanza chini kupanda juu, na ndivyo nitakavyokuwa nafanya mpaka napata kiongozi wa kitaifa ambaye ndio kiongozi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kitu cha kwanza naanza na mtu anaitwa mweka hazina. Siku hizi tunamuita muhasibu. Kuna kiongozi mmoja anakuwa ni mweka hazina wa msikiti. Huyu kazi zake ni za kila mara, kama sio za kila siku. Ingekuwa ni kazi ya kuajiriwa, maana yake huyu ingekuwa ni kazi za kila siku kwa muda wa kazi uliopangwa. Ni mweka hazina anayeshughulikia fedha zetu za msikiti, kuhakikisha zinaingia, tunazochangisha msikitini,
tunazochangisha kwa ajili ya watu mbalimbali zinatakiwa zihifadhiwe au zirekodiwe katika daftari. Sio mtu anachangiwa alafu anaondoka anapewa papo kwa papo. Hizi pesa za msikiti kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa na sheria za kifedha, mkichangisha pesa msikitini ama kwa ajili ya kumsaidia mtu au kusaidia msikiti au kusaidia yatima, vyovyote mtakavyofanya, pesa ile kama imepatikana 60,000, mweka hazina aiweke kwenye orodha ya daftari la mapato ya msikiti, kisha azitoe kwa ajili ya yule mnayempelekea, kwa sababu yale ni mapato ya msikiti na pia haya ni matumizi ya msikiti, kwamba mlimsaidia fulani. Kwa hiyo ni mweka hazina ambaye kazi yake ndio hiyo. Kwa hiyo ukiona mweka hazina afanyi kazi hiyo, basi ujue hapo hakuna mweka hazina, kuna mtu tu, kuna jina alafu mtu mwenyewe hayupo. Mtu mwingine kwa haraka haraka ni katibu wa msikiti. Kazi zake zimeelezwa wazi katika katiba, ambazo zinasema huyu katibu wa msikiti atakuwa ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika msikiti. Kwa shughuli zote za msikiti huyu ndo atakuwa mtendaji. Lakini ni katibu wa vikao vyote vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika msikiti na ndiye muhifadhi wa kumbukumbu zote za msikiti. Msikiti una kiwanja, msikiti una mali, msikiti una duka, msikiti una nyaraka mbalimbali za kulipia maji, za kulipia umeme. Huyu ndio anaye hifadhi kumbukumbu zote. Sasa ukiona kwenye msikiti wako kumbukumbu zote anazo mtu mwingine, ujue hapo kwenye BAKWATA ameshakosea. Na hii ndio maana sisi tunasaidia tuambie, ili muweze kujua, kila mtu ajue jukumu lake kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA. Tena katiba ya BAKWATA ya mwaka 1999 toleo la 2018, sio masuala ya mtu binafsi. Lakini katibu pia ndio mtoa taarifa wa shughuli zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika vikao. Vikao tulishavitaja katika kipindi kilichopita. Upo mkutano mkuu, iko kamati ya utendaji ndani ya msikiti. Lakini ndio muitishaji wa vikao vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika ngazi ya msikiti kwa mujibu wa katiba hii, kwa idhini ya imamu wa msikiti. Kwa hiyo yeye kazi yake atakuwa ndio aandike barua au aalike watu au kwa simu au kwa SMS au kwa WhatsApp message ili wajumbe waweze kuhudhuria, lakini kwa idhini ya nani? Ya mwenyekiti ambaye ndio imamu wa msikiti. Kwa hiyo unaona hizi ndo kazi za katibu wa msikiti. Hapo tunatoka ngazi kwa ngazi. Anayefuatia sasa, ambaye sasa ndio mtu wa mwisho ndani ya msikiti, anaitwa imamu wa msikiti. Imamu wa msikiti ni kiongozi mkuu wa shughuli za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika msikiti husika. Kwa hiyo hapa sasa mtaona tofauti iliyopo. Huku ni mtendaji mkuu katika msikiti, huyu ni kiongozi mkuu katika msikiti. Seniority sasa, tukiangalia rank sasa hapa, tutakuta kwamba imamu ndiye mkuu wa wote hawa, kwa sababu huyu akiwa mtendaji anatenda chini ya usimamizi na maelekezo ya imamu mkuu. Sio katibu anakuwa juu ya imamu. Lakini kazi ya huyu imamu ni mwenyekiti wa vikao vyote vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ndani ya msikiti. Kwa maana tunasema mkutano mkuu na kamati ya utendaji. Tumeona hapa katibu ndio katibu wa vikao vyote ya mkutano mkuu pamoja na kamati ya utendaji. Mwenyekiti ni imamu mkuu wa msikiti, lakini pia ndio mwenyekiti wa kamati ya utendaji na mwenyekiti wa mkutano mkuu. Na niwakumbushe, mkutano mkuu unawahusisha waumini wote wanaosali katika eneo hilo la msikiti. Ama wamekuwa registered, mmewaorodhesha, au hamjawaorodhesha, lakini ni wakazi na wanaosali katika msikiti huu, na ndio kikao chenye maamuzi ya mwisho juu ya masuala yote ya msikiti. Lakini la tatu, yeye ni msemaji mkuu wa shughuli zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA katika msikiti. Hapa ndipo kuna nukta ambayo ya kuzingatia. Maimamu wengi wakiambiwa ndo msemaji mkuu, anafikiri anasema ya kwake. Kuwa msemaji mkuu hapa kuna maana hivi: mmeamua kwenye mkutano mkuu, wewe ndo utakayesimama kutuambia mlichokiamua. Mmeamua kwenye kamati ya utendaji ya msikiti, atakayekuja kutueleza kilichoamriwa ndani ya kamati hiyo ni imamu wa msikiti. Ndio maana wakasema msemaji mkuu wa shughuli zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Shughuli zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania hapa tunayekusudia ni kutokana na vikao. Kamati ya utendaji mmesema mnataka mjenge mahali pa kutawadhia,
Anayekuja kutuambia sisi waumini ni huyo imamu, kwamba jamani, kikao chetu cha kamati ya utendaji kimekubali kwamba tujenge tuongeze koki 3 za kutawazia, au tuongeze shimo moja la faragha kwa ajili ya udhu. Basi kila mmoja atachangia shilingi 200. Imamu ndo anayekuja kutueleza, sio anatoka huko atokako anakuja kutueleza ya kwake au fikira zake. La, akiwa na fikra ahlan wa sahlan, akiwa na mawazo mazuri tunamkaribisha, lakini mawazo hayo ayaingize kwenye kamati ya utendaji, kamati ya msikiti. Yaani una fikra nzuri, una wazo zuri, una nia njema, kuna vitu umeviona huko vinafutia na unataka kuvileta msikitini kwetu, lazima upeleke kwenye kamati ya msikiti. Sio kufika pale msikitini unatueleza, mjumbe wa kamati hajui, kuna kiongozi mkubwa yuko pale msikitini hajui, kuna katibu mwenyewe hajui, mweka hazina hajui, waumini baadhi yao ambao wamechagua kamati hiyo hawajui. Kwa lazima kamati ya msikiti ijue, na ikitaka kujua ni lazima wewe ndiye uwe unayeweza sasa kupeleka kwenye kamati, iwe kamati ya utendaji au kamati ya msikiti, uhakikishe unafikisha. Lakini haikatazwi kuunda kamati mbalimbali. Kamati ya utendaji inaweza kaunda, kamati ya msikiti inaweza kaunda kamati mbalimbali pale ambayo ndio kamati ya utendaji. Inaweza kuunda kamati ya elimu, inaweza kuunda kamati ya uchumi ndani ya msikiti. Kwa hiyo ukiwa na jambo lako la kiuchumi sasa, utalibeba utampelekea mwenyekiti na katibu wa kamati ya uchumi. Utalibeba utampelekea mwenyekiti na katibu wa kamati ya dini. Utalibeba utalipeleka kwenye kamati mwenyekiti na katibu kamati ya elimu, ili kusimamia madrasa au mwalimu wa madrasa. Huo ndo mfumo ndani ya msikiti. Kwa hiyo huyu mwenyekiti ambaye ni imamu mkuu wa msikiti huo, ambaye siku hizi tunawaita maimamu wakuu, lakini ndio imamu wa msikiti wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, kikatiba ndio msemaji mkuu wa msikiti katika eneo la msikiti, lakini usemaji wake unatokana na yale yaliyoamuliwa katika vikao husika. Hatua ya pili tunayoifuata ni ngazi ya wilaya. Ngazi ya wilaya na yenyewe tunakwenda kwa ngazi husika. Tunazo ngazi za wilaya, tunazo ngazi ya mkoa, na tunazo ngazi za kata. Kwa hiyo ukitoka msikiti tutaingia ngazi ya kata. Tukitoka ngazi ya kata tunakwenda ngazi ya wilaya. Ukitoka ngazi ya wilaya unakwenda ngazi ya mkoa. Hapa nitakachokifanya kwa mujibu wa katiba kifungu namba 90, tutakuja kwa makatibu wa kata, makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa. Kazi zao zinafanana na zote ziko 4. Na hapa ninavyoeleza, huyu ndio mtu wa chini katika viongozi wa wilaya, kata na mkoa. Katika mkoa, wilaya na kata. Ukiangalia kazi za katibu wa mkoa, ndizo kazi za katibu wa wilaya, ndizo kazi za katibu wa kata, lakini kulingana na eneo alilopo. Kazi ya kwanza, ndio watendaji wa shughuli za baraza kuu katika mkoa wa wilaya na kata zao. Ndani ya mkoa, ndani ya wilaya, ndio watendaji wakuu katika maeneo yao. Ni mtendaji katika kata, ni mtendaji katika wilaya, ni mtendaji katika mkoa. Anatenda nini sasa? Anatenda vyote vile vilivyoamuliwa ndani ya vikao. Anatenda vitu vyote vilivyotoka nje katika ngazi ya juu ya taratibu. Kwa mfano kama ni kata, mtendaji atatenda kile ambacho kimeagizwa kutoka kwenye wilaya. Na kama ni wilaya, atatenda kile kitu kilichoagizwa kutoka mkoani. Na kama ni mkoa, atatenda kile kilichoagizwa kutoka taifani. Kwa hivyo yapo maagizo ambayo yanakuja moja kwa moja kwa ajili ya utekelezaji. Pengine katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tayari kule halmashauri kuu imeshaagiza kitu fulani, yeye anamwandikia moja kwa moja katibu wa mkoa, na kazi ni kutekeleza tu. Pengine katibu wa Baraza la Ulama lilishaamua jambo fulani, kazi ya katibu ni kutekeleza tu. Kwa hiyo ni mtendaji wa shughuli zote za kila siku katika mkoa, katika wilaya na katika kata. Kazi ya pili, hao ndio makatibu wa vikao vyote vya baraza kuu katika mkoa, wilaya na kata, isipokuwa baraza la mashehe.
Kwa hiyo katibu wa mkoa atakuwa katibu wa vikao vyote isipokuwa baraza la mashehe. Nakumbuka kabisa katika hatua zingine za Ijue BAKWATA tulishaeleza kwamba katika mkoa, wilaya na kata kuna vikao viwili. Kuna vikao vya halmashauri ya kata, wilaya na mkoa, lakini kuna mabaraza ya mashehe wilaya, baraza ya mashehe kata, wilaya na mkoa. Kule kwenye mabaraza ya mashehe kuna mwenyekiti ambaye ndio shehe wa mkoa au shehe wa wilaya au shehe wa kata, na pia kuna makatibu wao, ambapo katibu wa mkoa, wa wilaya na kata hawaingii kwenye vikao vya baraza la mashehe. Kwa hiyo wanakuwa na makatibu wao. Kuna katibu wa baraza la mashehe la mkoa, kuna katibu wa baraza la mashehe la wilaya, kuna katibu wa baraza la mashehe la kata. Namba 3, hawa ndio wahifadhi wa nyaraka zote na kumbukumbu zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, ikiwa ngazi ya mkoa, ya wilaya na kata. Na namba 4, ndio waitishaji wa vikao vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa mujibu wa katiba hii, kwa kushirikiana na shekhe wa wilaya au mwenyekiti wa halmashauri, iwe kwa shekhe wa mkoa, kwa shekhe wa wilaya, kwa shekhe wa kata, au mwenyekiti wa halmashauri wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, mwenyekiti wa halmashauri ya kata, kulingana na utaratibu ambao kikao kinaitishwaje. Ikiwa ni mkutano mkuu, bila shaka watapata idhini kutoka kwa shekhe kama ni wa mkoa, wilaya au kata. Ikiwa ni halmashauri, basi watapata kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa, wilaya au kata. Lakini hawaruhusiwi kuitisha kikao cha baraza la mashehe kwa sababu wao sio kikao chao. Kwa hiyo baraza la mashehe lenyewe lina utaratibu wake, sio kazi ya katibu wa mkoa au wa wilaya au wa kata. Baada ya kuona sasa kazi za makatibu, sasa nafasi inayofuatia ni wenye viti wa halmashauri za mikoa, wilaya na kata. Kama nilivyoeleza kwamba kutakuwa na watu wana wenye viti. Sasa hapa tuna wenye viti wa halmashauri ya mkoa, wilaya na kata. Kitu cha ajabu ambacho utakachokiona katika hili, na kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA, ni kwamba utagundua kwamba kazi za wenye viti, yani mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya na mwenyekiti wa halmashauri ya kata, kazi zao ni 2 tu. Kazi zao ni 2, ambazo ni kazi muhimu kuliko unavyofikiria. Na endapo hao wenye viti wangekuwa wanafanya kazi kwa usahihi, maana yake hatuna tatizo kabisa, na wala baraza haliwezi kuyumba, na haliwezi kuyumba kamwe. Zisikilize kazi za mbele. Kazi ya kwanza, wao watakuwa wasimamizi wa utekelezaji wa maamuzi yanayotolewa na vikao vya halmashauri za mikoa, wilaya na kata na mabaraza ya mashehe. Hapa inabidi mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, uweke nukta. Watakuwa wasimamizi wa utekelezaji wa maamuzi yanayotolewa na vikao vya baraza, kwa maana ya halmashauri za mikoa, wilaya, kata na mabaraza ya mashehe. Nini maana yake? Maamuzi yote yanayotolewa ndani ya halmashauri, maamuzi yote yanayotolewa na baraza la mashehe, wasimamizi wakuu wa utekelezaji wa maamuzi hayo na maazimio hayo ni wenye viti wa halmashauri. Sasa angalia kinyume chake. Shekhe wa kata anatoa maamuzi kwenye baraza la mashehe, au mwenyekiti wanatoa maamuzi katika halmashauri, lakini anayeenda kutekeleza ni katibu wa kata, katika wilaya katibu wa wilaya, katika mkoa katibu wa mkoa. Anayetakiwa kusimamia mambo haya, nani akafanye nini na wakati gani, bila kumwacha katibu au kumweka pembeni, mwenyekiti wa halmashauri. Ni lini wewe katika mzunguko wako mwahi kuona mgogoro ulioisha au kiongozi aliondolewa sasa anapelekwa mwingine, mwenyekiti wa halmashauri akaenda kufanya kazi hiyo? Hawa ndio wasimamizi. Hawa ndio wanaotakiwa kuhakikisha kila kitu kinachofanyika katika kata wao wasimamie kilichoamriwa, na hata kilichoamriwa kutoka ngazi ya juu.
na hata kilichoamriwa na mkutano mkuu wa kata, mkutano mkuu wa wilaya na mkutano mkuu wa mkoa, ambao sasa wao ndio wanaotakiwa kusimamia utekelezaji wa maazimio na maamuzi yaliyotolewa. Kazi yao ya pili ni wenye viti wa halmashauri katika mikoa na katika wilaya zao na katika kata zao. Kwa hiyo utakuta kwamba wao kazi wanayoifanya ni kusimamia, kuhakikisha kwamba wanasimamia hiyo wilaya. Twende katika nafasi nyingine ambayo ni ya mkoa, ni ngazi ya mkoa, wilaya pamoja na kata. Tunakwenda katika ngazi nyingine sasa. Kiongozi mwingine ambaye sasa ni shekhe wa mkoa, shekhe wa wilaya na shekhe wa kata. Wao wana kazi 4 kama zilivyokuwa za makatibu. Hawa namba 1 ndio wenye viti wa baraza wa mikoa, wilaya na kata. Na kama wao ndio viongozi wa wilaya na kata, maana yake ndio wenye viti wa mikoa, wilaya na kata. Pamoja na kwamba ni mashekhe wa mikoa, lakini wao ndio wenye viti. Ndio maana hao wengine wanaitwa wenye viti wa halmashauri au wenye viti wa mikoa, lakini wakati huo ndio mashekhe wa mikoa. Lakini ndio wenye viti wa mkutano mikuu ya wilaya, mkoa, wilaya na kata. Lakini pia ndio wasemaji wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika mkoa, wilaya na kata. Ni wasemaji wa nini sasa? Ni wasemaji wa yale yaliyoamriwa ndani ya wilaya yake, ndani ya mkoa wake, ndani ya kata yake. Sio unakwenda kusema yale uliotoka nayo huko nyumbani, unasema mimi ndio msemaji wa mkoa. Utasema yale yaliyoamriwa ndani ya vikao. Utasema yale yaliyotoka taifani. Utasema yale yaliyotoka wilayani. Utasema yale yaliyotoka mkoani. Yaani kutokana na maelekezo na maamuzi yaliyoamriwa ndani ya baraza. Kama una jambo lako, unatakiwa uliingize kwenye vikao. Mnavyo vikao vya halmashauri, wanavyo vikao vya baraza la mashehe, wataingiza mle. Lakini pia ndio viongozi wakuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika ngazi ya mkoa, katika ngazi ya wilaya na katika ngazi ya kata. Kwa wastani hayo ndiyo madaraka ya viongozi walioko, ambao sasa tumepata viongozi katika ngazi hizo, mkoa, wilaya na kata. Tumekuta kuna shekhe wa mkoa ambaye ndio mwenyekiti wa mkoa, tumekuta shekhe wa wilaya ambaye ndio mwenyekiti wa wilaya, tumekuta shekhe wa kata ambaye ndio mwenyekiti wa kata. Lakini tumekutana na mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya na mwenyekiti wa halmashauri ya kata. Lakini pia tumemkuta katibu wa mkoa, katibu wa wilaya, katibu wa kata. Humo kuna makatibu wa baraza la mashehe, la mkoa, la wilaya pamoja na kata. Baada ya kusema hayo, sasa niweze kukufahamisha kwamba hayo ndiyo majukumu ambayo wamepewa na ndiyo yanayozungumza katika katiba. Bila kusahau mjumbe hapa hazungumziwi majukumu yake. Majukumu yake yako ndani ya kikao kama nilivyoeleza hapo awali. Nikusihi uwe pamoja na mimi ili uweze kujua viongozi wa ngazi ya taifa, ambao sasa kipindi kinachofuata nitakuletea viongozi wa taifa na kazi zao kulingana na kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA ya mwaka 1999 toleo la 2018. Nikutakie kila la kheri. Ulikuwa nami Sheikh Swedi Twaib Swedi, ambaye ndiye nimefanya maandalizi ya kipindi hiki kufikia hapa sasa, ili niweze kukufikishia uweze kupata ujuzi wa hapa na pale. Tuombeane dua, Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kukutana tena wakati na saa atakayo kutujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.